Taarifa hii ya Stefan Aziz Ki kuondoka ndani ya klabu ya Yanga ama kuondoka kwa Aziz Ki ndani ya klabu ya Young Africans, atakuwa ameacha pengo la aina gani? Ameacha pengo kubwa sana. Pengo kubwa sana kazi, kwa sababu ukiangalia uchezaji wa Aziz Ki bwana, yapo watu wengi pale wa kucheza kina Pakome, kina Chama, lakini uwepo wake tofauti na watu wengine. Ujue ukiangalia ligi ya Tanzania hakuna kipa ambaye ateseka mashuti ya Aziz Ki. Na ule mtu huwa anapiga pasipo kutegemea. Tofauti na Chama au Pakome, wanatembea mpira, aingie ndani, apige chenga, afunge goli. Lakini Aziz Ki ilikuwa sehemu yote ile, umeelewa? Akiushika mpira, yeye angusha mguu golini, kipa wote kateseka. Ikitokea friki ya kupiga, kama mpigaji ni Aziz Ki, lazima kipa atetemeke kidogo. Kwa hiyo uwepo wake ule, niseme kweli Yanga atatuathiri sana, yani sana, sio mchezo. Unajua Aziz Ki kuondoka kwake kiasi, yani kaondoka kwa vitu viwili. Sawa? Kwanza anaangalia maslahi yake mwenyewe binafsi, sio Mtanzania yule. Ya pili anaangalia ile klabu pale inacheza wapi na inacheza baadaye barani Ulaya. Sawa? Hii hapa Yanga hata barani Ulaya pale haiwezi kucheza. Kwa maana kama kufanyaje? Kuondoka. Maana yake unamaanisha kombe la dunia la vilabu. Yeah, kama kaondoka sababu hilo. Unaona? Na maana ingekuwa na yani mfano ingekuwa ndo habari anaipenda Yanga sasa ingeenda kukaa Yanga, lakini yeye anaangalia ile maslahi cha kwanza, cha pili anaangalia kwenda kuonekana mbele. Si lakini anauzwa, maana yake Young Africans wanauza kwa ajili ya kupata pesa ambazo zitasaidia kuweza kusajili wachezaji wengine. Sasa kama anauzwa, bora kutoka mapema. Bora kutoka mapema. Bado dabi ya Kariakoo bado haijaisha. Cha kwanza, cha pili bado anaitwa Azam na anaitwa NBC Federation. Bado SADB Federation. Bado hajacheza. Na maana hawezi kujua Simba ataingia finali au la. Kama kinga finali anakutana nani? Yanga. Unaona? Kwa nini Aziz Ki mapema? Kuna maana hapo una tatizo hapo. Kwa nini anaondoka mapema? Hivi jiulize tu mwenyewe mwandishi wa habari. Kwa nini kaondoka mapema? Kuna tatizo. Hebu acha hiyo, achilia ile. Sisi Simba tulicheza nani kule, sawa? Kule wapi Arabuni kule. Piga magoli mawili nakumbuka na Belekani. Kupiga magoli mawili Belekani ikaeje? Wao na Yanga anashabiki wa viongozi wa Yanga, wachezaji wa Yanga walikuwa wanaangalia ile game. Wakafanyaje? Wakanafurahia. Sasa ile chuma kwanza Aziz Ki alifanyaje? Kwani alifanyaje? Picha ya kwanza Aziz Ki ilikuwa aje katulia, akaangalia viongozi, angalia huko washabiki, angalia kuna akatulia kimya, akatoa simu yake acheze. Na maana pale picha kwa mtu mzima unaelewa maana Aziz Ki na amna kitu hapa. Kwani si kila shabiki anashabikia klabu ambaye anaipenda? Labda anaweza kashabikia RS Berkane, ni klabu ambayo atakuwa anaipenda. Sasa iko hivi. Maana yeye unajua siku zote wachezaji wanajielewa, wanaangalia unaona kusupport nani mpinzani wako au kumsupport pale ambao mtani wako, sababu yeye acheze nani kombe la ndani, anaweza kombe la nje, inabidi kumsupport. Unaona sasa angalia mbona wasupport, unaona hapo anashangilia tu, na maana anashangilia wao kupigwa hapa jifai. Je, tumuone nani mbadala wa Stefan Aziz Ki? Hiyo mbadala bwana, hilo ni kazi ya viongozi. Lakini wewe unavyoona unamuona nani ambaye anafaa kuchukua namba 10 pale? Maana mashabiki wengi wanasema kwamba hawana imani na Clatous Chota Chama. Je, namba 10 gani ambaye mnamhitaji ambaye atakuja kaa pale aweze kuziba hilo pengo la Stefan Aziz Ki? Hapo bwana wachezaji ni wengi. Lakini sasa jue sisi ni mashabiki. Tunaweza kupendekeza mtu fulani lakini hayupo ndani ya viongozi. Ila viongozi wao sasa ndio wataangalia ni mchezaji gani wamlete. Japo wapo pale kina Chama anacheza, lakini sasa tofauti wewe age ndio imeenda uje. Chama ukienda kukimbizana saa hizi na wale kwa mfano Belekani wale, uende kukimbizana nao huwezi. Muziki wao ni mzito. Je, mnamhitaji Faisal Salum Abdalla Feitoto? Yaani kama wewe ni Mtanzania, unajua mpira, viwango vipaji vya Tanzania, wanaojua mpira, kama humtaji Faisal, wewe utakuwa roho mbaya. Lakini nyenye ndio mlimruhusu akaenda. Hayo ni matatizo ya kiteka klabu. Lakini na imani hata Faisal mwenyewe pale, sidhani ukimuuliza kusema timu gani wewe saa hizi yeye rudi Yanga unataka utaki,
Kama atakuwa hataki basi itakuwa ni ugomvi wake baina ya mtu fulani, lakini kama yeye ni mtu wa mpira atakacheze mpira hawezi ukata kwenda Yanga Faisal Salum. Na klabu ya Young Africans kwa sasa hivi inatajwa kama namba 10 ambao wanamhitaji ni Faisal Salum Abdalla. Feitoto, unaamini kwamba Feitoto ana uwezo wa kwenda ndani ya klabu ya Yanga? Mimi siamini. Kwa nini siamini? Yeye siamini. So yeye nenda ngengwa, mimi singeenda. Kwa sababu gani? Mali shike ndio ndege tunduni pale iko pagumu. Nivute usitoke, toka ndio ile. Pesa ikatoka. Kwa nguvu ya nani? Ya mama. Wewe unalipa mwaka moja milioni 4. Milioni 4 hiyo hela kwa mchezaji mali pale. Njoo huku tukue Azam sawa. Wakamchukua milioni ngapi? 18. Je, Simba mnamhitaji Faisal? Hiyo tayari baba. Moja ya mkataba ambao Faisal Salum Abdalla alisaini dhidi ya Azam ni kwamba iwapo Faisal akitoka kwenye klabu ya Azam akaingia kwenye klabu yoyote inayocheza ligi kuu ya Tanzania bara, inabidi hiyo klabu ilipe Yanga bilioni 1. Mna hizo hela za bilioni 1 kuilipa Young Africans ili muweze kumchukua Faisal? Anamlipa nani? Sisi Simba. Klabu ambayo itamchukua Faisal. Yanga tofauti na Yanga na Azam. Sawa? Kama Azam mwenyewe atasema bana mchezaji aondoke, kuna tatizo kidogo hapa katika baina mimi Azam na nani? Na Yanga asi. Hapo lakini Azam mwenyewe anasema sisi mtedo kitokea tunafanyaje? Tunamuuza. Yes, ndio wenzetu kule anakuambia wewe mchezaji Faisal asicheze ndani, acheze. Bora hata uzo huko nje. Lakini mkataba ndio hivyo unasema. Sasa iko hivi. Mpaka sasa hivi mambo yashaisha tayari. Hiyo 100% mambo yashaisha. Nasema Azki Faisal na ua. Pale wakumweka mimi kwa haraka. Faisal Toto. Kwa nini wambe Faisal Toto? Sababu Faisal Toto huyo alikuwa Yanga, amkalisha nani? Anamkalisha benchi nani? Azki. Alipoonekana. Baada kuondoka Faisal kakaje Azki anaonekana. Sawa? Sasa sisi hivi tuna uhaba wa namba 10 kutokana na kocha wetu, kwa sababu ni tena namba 10 ni wa humu ndani. Ni mzawa. Tukachungulia haraka hamna namba 10 zaidi ya Faisal Toto. Msimu ndio hivyo unakwenda kuisha. Labda uone nikuulize swala ya kichokozi kidogo. Kati ya Clement Mzize na Ateba, unaenda na nani? Mzize mtu. Bora Mzize. Wewe unakubali Mzize? Kwa sababu gani? Wewe msambia, unajua ukiwa mwana soka, unajua mpira, labda uchambue kwa hizo tuache shabiki. Sababu Mzize na Ateba, Mzize bado mdogo. Ateba ni mkubwa. Umri wake wa Ateba ushakwenda, ni sasa ni mfupa tayari anaanza kufanyaje? Ukakamaa. Yule ndio kwanza anaanza kulegea. Sawa? Sababu Mzize kwanza anajua mimi bado kijana mdogo, nataka nipige hatua kutoka hapo kwenda sehemu nyingine. Leo nipambane kwa juhudi, kwa uvumba na mimi nionekane.